Habari, karibu katika ulimwengu wa Pineflix, maskani pekee ya mchongo mzima wa filamu kali duniani. Na kama wewe ni mpenzi wa filamu kali na sinema mpya, basi umefika sehemu sahihi mtu. Mimi ni msimuliaji wako, naitwa Alman. Pia nikukumbushe kuwa usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili kujiunga na familia hii kubwa. Twende kazi. Ni siku ya leo kubwa sana ambayo inazikutanisha timu mbili kati ya Interlagos na Remo Star kwenye mashindano ya Bet Niger Youth Challenge Cup. Na hii game ya leo ni raundi ya kwanza mtu wangu. Huyu unayemwona hapa anaitwa Saka. Sasa huyu Saka alikuwa ni mchezaji wa Remo Star na yeye ni namba 9 tegemezi sana. Na upande wa timu pinzani tunawaona akiwa anajiandaa. Na huyu mambo anayemuona mwenye bleach nyekundu ndio mfungaji wao. Jina lake anaitwa Jason Opara. Na hii mechi ilikuwa mubashara kabisa mtu wangu kwenye redio. Na hapa tunagundua kuwa atakayeibuka MVP katika hizi mechi na mchezaji bora atapata nafasi ya kuenda kucheza timu kubwa kabisa Ulaya. Kwa maana kutakuwepo na maajenti wakubwa sana. Pia sio hivyo tu, kwa wale watakaoibuka mabingwa watajishindia dola 200,000 za Kimarekani mtu wangu, sawa na milioni 494 za Kitanzania. Kwa hiyo ilikuwa sio kinyonge wanaambiwa. Sasa huku nje kuna huyu mwamba anaingia, anaitwa Mnadi Okeke. Ni CEO wa moja ya timu ambazo zipo Ulaya na ndiyo aliyepewa dhamana ya kuchagua MVP katika hii michuano. Na huyu unayemuona pembeni yake anaitwa Ngozi, ni binti yake kabisa ya kumzaa. Basi bana, muda wa game ukafika. Saka na uwasha kama kawaida yake, alafu kwa makusudi Jason akamchezea rafu, alafu refa akasema hiyo sio fauli, huo ni wa kurushwa tu. Kweli bana, kapteni wao kaenda kurusha, alitumia nguvu nyingi sana naambiwa ili mpira ufiki goli, na bila kukosea Saka kama kaida yake akamaliza. Basi unaambiwa Remo Star wakawa wanaongoza ndani ya dakika 30 goli la kwanza. Basi game ikaendelea. Saka kalipiza kwa kumchezea Jason foul. Saka hakuangalia vizuri, ilikuwa ni nje ya boksi kidogo tu. Kwa hiyo ikapatikana free kick na mchezaji wao alikuwa ni yule yule Jason, na hivyo Jason bila kukosea mpira ukaingia nyavuni, na hapo ikawa ni 1-1 ndani ya dakika 35. Basi muda mapumziko ulifika. Bosi Mnamdi alikuwepo na binti yake, hapa anaonana na Mr. TJ ambaye ni brand officer wa kampuni ya Bet Niger na ni wadhamini wakuu katika haya mashindano. Na hapa Mnamdi anamwelezea kuwa binti yake anahisi kuwa Jason anaweza kuwa MVP wa haya mashindano, na Mr. TJ akawaambia pia wajaribu kuangalia namba 9 ya Remo Star. Kweli bana, kipindi cha pili kilipoanza, Saka akawa anafanya mambo yake, aliwakwapua wote mpaka kwenye boksi. Kwa bahati mbaya kipa alimwangusha Saka, ikawa penalty mtu wangu. Saka alisimama mwenyewe kuipiga mtu wangu, lakini kwa bahati mbaya akaikosa. Sasa wakati amelala huku akiwa anajilaumu, kipa alianzisha mpira bila hata kufikiria, na nyuma naambiwa hakuna watu mtu wangu. Sasa Interlagos nao akafanikiwa kuingiza goli la pili. Sasa kwa bahati mbaya ilikuwa ni dakika 90 ile wanaanzisha mpira tu, refa ameamuru mpira umeisha. Kwa hiyo Remo wakiwa wamepoteza mechi ya kwanza, hivyo wakiwa wanangojea mechi moja tu, hiyo wakifungwa ndo wamepoteza nafasi. Huku katika vyumba vya kubadilishia nguo, Saka anapokea lawama nyingi sana, lakini kuna huyu mshikaji wake mmoja akiwa anamtetea. Muda mfupi inaingia message ya mama yake, anaambiwa upo wapi mwanangu, tangia ufungue duka nilisali moja sasa hujafika, upo wapi? Saka kabla ya kuondoka inambidi tuombe msamaha, lakini mshikaji wake anamwambia kuwa haina haja, huo ni mpira tu, maamuzi yote hutokea. Sasa huku mamake anamtumia meseji na kumpigia sana simu. Sasa ili anatoka nje tu akagongana na Ngozi, akamdondoshea kinywaji chake, akataka kutoa hela ili ampe akanunua kinywaji chingine, lakini Ngozi akamwambia haina haja. Saka akamwambia samahani, ni mama yangu alikuwa ananipigia sana, hivyo nilikuwa namwahi. Ngozi akamwambia usijali, haina haja, ila umecheza vizuri sana leo, lakini usije ukajaribu tena kukosa penalti. Saka naye akasema nitajitahidi. Sasa stori zikiwa zinaendelea, kaja huyu mshikaji akamgonga kimakusudi Saka. Sasa huku Jason akiwa anaongea maneno ya kejeli tu, hapa anasema kuwa achana na vitoto vidogo hivi, njoo kwetu, tunajua kufunga magoli ya ndani na nje, lakini sio akina hawa. Saka limaindi kishenzi, yani unaambiwa. Sasa muda huo huo huku bosi anamuita binti yake ili waondoke, na huku mama yake akiwa anaendelea kumpigia simu mshikaji. Kweli bana, hatimaye mshikaji amefika dukani kwa mama yake. Hatimaye amefika sasa, lakini mama, si nilikwambia kuwa nina game leo, kwa hiyo tufunge biashara tukaangalia hizo game zako, si ndio? Basi Saka kawa hana namna, kaomba tumsamaha. Nakwambiaje, chukua hizo oda zipeleke na ole wako wakosee. Mida jioni tunamwona huyu mdada anaitwa Tinuke. Hapa amepigwa simu na mama yake akiambiwa kuwa na kuhitaji nyumbani haraka sasa hivi, na hapa tunagundua sasa kumbe Saka ana dada yake. Dada yake ni huyu Tinuke.
Na kweli bana, ikambidi tuaruke mpaka nyumbani. Alipofika mama yake anamweleza kuwa mdogo wake Saka anakataa ofa kwenda kusoma nchini C+ mtu wangu, na hiyo ni kwa sababu tu ya mpira. Dogo yeye ndoto zake zilikuwa ni kucheza mpira tu na sio kusoma, na yeye anaamini kwa kufanya hivyo atatimiza ndoto zake, na sio ndoto zake tu, hadi ndoto za baba yake ambaye ameshafariki siku za nyuma. Baba yake alikuwa anatamani kumwona mwanaye atimize ndoto zake kwenye mpira. Sasa mama yake hataki kabisa kusikia mambo hayo, na dada yake Tinuke yeye anamsapoti tu mdogo wake hadi bi mkubwa akawa na mahindi. Na upande wa pili Ngozi huku anaendelea kumfuatilia tu Saka katika mitandao, na usiku unapoadia Saka kuna ndoto kubwa sana ambayo inamzingua. Ni kuhusu baba yake alivyopata mshtuko akiwa anamsapoti mpaka kufa kwake, na huku anashtuka kitandani na sister yake alikuwepo pale bana. Wamezoeana sana, na ukizingatia muda mrefu sana alikuwa hayupo nchini Nigeria. Sasa siku ya leo zinakutana timu mbili ambazo zimepoteza mechi yao ya kwanza, ambao ni Remo Star na Kwara Diamond. Bila kusahau mshindi atakayepatikana leo ndo mshindi ambaye atakayeweza kucheza fainali, huku kama kawaida Tinuke naye alikuwepo uwanjani kumsapoti mdogo wake Saka. Mara mpira ukaanza. Kiukweli gemu hii Remo na watu wake waliwaka sana. Hebu niambie mtu wangu, ingelikuwa ni wewe ungefanyeje hapa kati ya kusoma na kuzingatia ndoto zako? Wewe ungefanyeje? Usinidanganye bana, hebu niwekee comment hapo niambie, kati ya ndoto zako na kusoma ungechagua nini? Twende zetu mbele mwana. Huku dada yake na mashabiki wakiwa wanashangilia sana baada ya kuona magoli yanaingia kama mvua. Ikawa ni shangwe tu mtu wangu, na Saka ndio aliyeibuka nyota wa mchezo kwa kushinda hat-trick. Baada ya kumaliza mechi, Saka akiwa na dada yake wakielekea nyumbani, huku dada yake akimpongeza sana mdogo wake. Ghafla akatokea Ngozi, nacho chenyewe kikawa kinampongeza tu. Saka ikabidi amtambulishe Ngozi dada yake. Baada ya kumaliza, Ngozi akamwambia hata babangu anakusifia sana, hivyo ameniagiza nije nikuite hapa, twende zetu kamuone. Mr. Mnamdi alimpa mwaliko aje kwake wikendi hii, maana ndio siku ambayo wachezaji watatajwa majina ambao wameingia kwenye MVP. Saka akafurahi sana mtu wangu, akaambiwa unaweza ukaja na meneja wako. Saka akasema hapana, huyu sio meneja yangu, ni dada yangu. Tinuke ana enjoy tu mwenyewe. Kweli bana, ikafika hadi siku ya tukio na mzee mzima anaingia na dada yake Tinuke. Yaani unaambiwa lilipuka kishenzi, yani hadi Ngozi yenyewe ikawa haamini. Alisogea ikawabidi awakaribishe, lakini alivyoanza kuongea na Saka, Tinuke ikawabidi awapishe. Sasa stori kadha wa kadha zikiwa zinaendelea, akafika huyu Mr. TJ, yule brand officer wa kampuni ya Bet Niger, ambayo ndiyo kampuni ile iliyodhamini yale mashindano. Huku Tinuke baada ya kumwona ule mshikaji akabadilika ghafla, ikambidi tuamke amfate. Alipofika akajidai kuwa ana mazungumzo naye ya kibiashara, ikabidi waondoke pale. Baada ya kuondoka, Saka akaona hii ndio njia sasa, akamwomba mchumba namba. Ngozi naye bila kusita akampa, lakini kumbuka hawa majamaa wana connection fulani hivi tangia siku ya kwanza walipoanza kuonana. Huku nao wamefika mpaka nje. Mr. TJ ameburutwa mpaka nje, akaanza kuambiwa, kwani unataka nini wewe? Kwanza nimefurahi kukuona. Hilo sio jibu la swali ambalo nimekuuliza. Kwanza mimi ninachohitaji ni kuonana na mwanangu tu. Mr. TJ, yule sio mwanao. Aliongea kwa sauti hadi yeye mwenyewe akajishtukizia. Kumbuka yule sio mwanao, lakini tumeshakubaliana. Kwa nini sasa? Mbona sasa unataka kumharibia? Mimi sina lengo la kumharibia. Kwa hiyo nataka nikae mbali na mwanangu, si ndio? Kwa hiyo nataka nimwache tu akiendelea kuamini baba yake akiwa amefariki, si ndio? Ile Tinuke anageuka hivi anamuona ni Ngozi, akashtuka sana. Ikambidi amuombe tu Ngozi kuwa alichokisikia asije akaja akamwambia Saka. Ngozi naye bila kusita akakubali, akajichenga bwana. Sasa hapo inaonekana mtu wangu kuna ukweli ambao sisi bado hatujafahamu. Endelea kuwepo na mimi karibu ili tuelewane mtu wangu. Ila hapa nafikiri unajiuliza, Mr. TJ ndo babake Saka au ni vipi? Wacha tuone mbele na kuaje. Basi bana, huku pati inaendelea. Mchezaji wa kwanza kutajwa alikuwa ni Jason Opara. Watu makofi tu, yaani Saka amekaa hana furaha kabisa mtu wangu. Basi waliendelea kutajwa kama wawili hivi, na mwishoni jina lake likasikika, akafurahi sana mtu wangu. Na ukumbuke atakayeibuka MVP atapata nafasi ya kwenda kucheza Ulaya. Huku nyumbani sasa bi mkubwa amewaka kishenzi, yani baada ya kusikia habari za Mr. TJ. Ni mara ngapi lakini nimekwambia ukae mbali na wale mwanaume mama, lakini unavyofanya sio fair. Yaani sio fair kabisa. Hivi una shida gani wewe? Kwa hiyo unamtetea mwanaume ambaye ametuacha katika kipindi chote iko, si ndio? Mama, hebu tuache kuongelea mambo aliyopita. Kwa hiyo wewe unataka tuongelee kitu gani hasa? Kuendelea kumjaza ule mtoto aendelee na mambo ya mpira na sio kusoma? Kwa taarifa yako sasa, sitaki kumwona ule mwanaume na ukaribu na mwanangu. Lakini mama, mbona unipi nafasi wakati ule ni mwanangu? Mama, acha limshuke bana. Huna shukurani kabisa yani. Hivi unawezaje kuniambia maneno kama hayo wewe? Sasa hapa ndo tunagundua kumbe Tinuke ndio mama yake mzazi na Saka, na huyu bi mkubwa ni bibi yake, na ambaye amefariki ni babu yake. Sasa kimetokea nini kwa Mr. TJ hapa kati? Tuendelee kuangalia mtu wangu. Ila hapa nafikiri unajiuliza, Mr. TJ ndo babake Saka, na huyu bi mkubwa ni bibi yake, na ambaye amefariki ni babu yake. Sasa kimetokea nini kwa Mr. TJ hapa kati? Tuendelee kuangalia mtu wangu.
Tinuke amemfuata Saka na kuendelea kumtia moyo kuwa atafanikiwa tu katika ndoto zake, asikate tamaa. Tunatupa kesho yake. Leo ilikuwa ni siku ambayo wale wachezaji ambao wamechaguliwa kuingia katika wachezaji bora, ni siku ambayo alikuwa anapiga picha. Mara ghafla akaingia Mr. TJ, lakini mama msimamo wake ulikuwa ni ule ule, kuwa karibu na mtoto wake. Lakini wakati huo Tinuke ilikuwa hataki kabisa Saka ajue kinachoendelea. Basi ikawa ni vute nkuvute. Sasa katikati ya mchakato, Jason kuna mchongo wake alikuwa ameshautengeneza na lengo lake lilikuwa ni kumuumiza Saka, alafu naye akawa amejifanya ameumia. Kweli bana, dhamira yake ikawa imekamilika. Mshikaji akawa ameteguka mguu hadi kutembea akawa anatumia gongo. Basi leo alimchukua Ngozi akaja naye mpaka katika maeneo haya, kisha akamwambia kuwa hapa ndipo alipokulia na kuchezea mpira. Kweli kuna dogo mmoja alimuona akamuomba kuwa akacheze mpira. Sasa dogo, nioni kama nimeumia mguu. Ngozi akataka ende, maana yeye mwenyewe pia ametokea katika familia ya boli. Kweli licha bibie kwa na miguu softi, lakini ilikuwa nakinukisha sana, yani mtu wangu. Basi huku Saka naangalia tu mtoto anavyocheza mpira. Ngozi akafanikiwa kuingiza goli, basi alifurahi sana yani. Huko usiku washikaji wakiwa wanaendelea kuchati, basi Saka alimwomba Ngozi kwa kesho yake waonane ili amshauri kitu. Kweli bana, kesho yake wakaonana. Sasa Saka akawa anataka ushauri kwa Ngozi, anamwambia kuwa kati ya kusoma na kucheza mpira ipi na bamba, maana bi mkubwa wake pressure ni kubwa sana, kila siku maneno. Ngozi akamwambia, hivi kuna ulazima wewe kusoma kwani? Nahisi upo, kwa sababu hata marehemu baba yangu alitamanigi sana kuniona nasoma, lakini baba yako hajafa. Unasemaje wewe? Niliwaona Mr. TJ akiwa na dada yako akimwongelea baba yako, lakini waliniambia kuwa nisikwambie, ila mi nimeona unastahili kujua. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi maisha yangu yote ni uongo? Sasa mbona kama unataka kunilaumu mimi wakati familia yako yenyewe imekudanganya? Hebu wacha kuongelea familia yangu hivyo wewe. Unajua ni jinsi gani na umuhimu kwangu? Basi unaambiwa pale ikawa ni tafu fulani tu mtu wangu yani. Unaambiwa mshikaji aliondoka pale akiwa na hasira nyingi sana. Basi alipofika nyumbani akaenda akarudisha chumba cha Tinuke na cha mama yake. Mama kufika tu akaanza kusema, kuna tatizo gani wewe? Mbona umekuja kuunga mlango kama umekula bangi? Nataka mniambie ukweli. Baba yangu ni nani? Ngenge. Alafu na mniambie huyo Mr. TJ ni nani? Unaona, nilikwambia wewe, kaa mbali na ule mpuuzi. Ona sasa kilichotokea. Tinuke aliomba kuingia ndani, kisha akatoka na boksi, alafu akaanza kutoa stori sasa. Kumbe Tinuke alipata ujauzito wa Saka akiwa na umri wa miaka 16 tu, na mwenye hiyo mimba alikuwa ni Mr. TJ mtu wangu, akiwa na miaka 17 tu. Ina maana wote wawili hawakuwa wamekomaa kiakili. Mshikaji huku alielekea Ufaransa kwenda kusoma, kisha huku Tinuke naye alielekea Marekani kwenda kusoma, na wazee wake akiwa amejikubalisha kukaa na Saka kumlea kama mtoto wao yani. Basi toka kipindi hiko mshikaji anakuwa akiamini kuwa hawa ndo wazazi wake, na ndani ya hili boksi kulikuwa na barua kumbe walizokuwa natumiana kipindi chote walichokuwa hawapo, ili kujua mtoto wao anaendeleaje, kwa kumaanisha kuwa Mr. TJ kumbe alikuwa anampenda sana mtoto wake, ila wazee wao ndio waliwatenganisha tu. Saka muda wote alikuwa hawaelewi tu, aliamka na kusema kuwa anahitaji muda kubaki peke yake, hivyo ataenda kulala kwa mshikaji wake, hataki kelele zao. Tinuke akamwomba msamaha mama yake kwa hichi kilichotokea, maana alipanga kuendelea kufanya siri. Pia alimshukuru sana kwa kumlea mwanaye katika maadili mazuri. Mama ni mama, bila Iyana naye akakubali kumsamehe. Huku Saka unaambiwa usingizi hauji kabisa yani. Hii imekaaje? Sasa wakati asubuhi wanatoka wakakuta boksi hapa nje. Sasa kumbe alikuwa ni mama yake Tinuke ndo amelileta pale, akiwa anamuomba sana alisome. Basi mshikaji akapata muda kuzipitia zile barua. Kweli bana, akazisoma zote yani unaambiwa. Basi walipomaliza mshikaji wake akamchukua na wakasepa. Muda huo Mr. TJ yupo pembeni tu pale namfuatilia mwanaye. Damu nzito bana kuliko maji eh? Walipomaliza mazoezi Mr. TJ akapata muda kuongea na mwanaye, na kwa kuwa mshikaji tu alishaambiwa kinachoendelea ikambidi tuampe ushirikiano dingi yani. Basi pale Faza akawa anajutia sana kwa kuwa anampenda mwanaye pale, akampa zawadi ya viatu. Basi Saka unaambiwa alifurahia sana ile zawadi. Walipomaliza kuongea ikabidi waondoke. Kumbe Tinuke alikuwepo pale anawaangalia tu. Basi bana, siku ya fainali ikawa imefika. Hapa anapata chakula ili wapate kuingia warm up, lakini Saka alikuwa anakula haraka haraka yani. Sasa huyu mshikaji wake akamwambia, vipi unawahi wapi kwani babu? Akamjibu kuwa kuna sehemu nahitaji kuwahi ili niwahi kurudi. Kweli bana, muda wa game ukawa umefika na hapa Mwali leo yupo uwanjani. Lakini cha kushangaza kuwa muda wa game umefika, ila Saka haonekani mpaka sasa hivi. Huku ndani Mr. Mnamdi Okeke anawapa tu story watu wake kuwa siku ya fainali kwake yeye inavyokuwa. Sasa ghafla ameingia Tunuki akiwa hayupo sawa. Mr. Tija alipomuuliza akadai kuwa Saka hajaonekana mpaka sasa na muda wa game unakaribia kuanza. Mr. Mnamdi akasema kuwa nimemuona, wote wacha wamwangalie. Basi Kingozi nacho baada ya kusikia vile kikateka kujua yupo katika hali gani. Mshikaji akawaambia kuwa masaa mawili yaliyopita mshikaji alikuwepo katika hoteli aliyokuwepo.
na alipomuuliza unafanya nini hapa, akajibu kuwa nimekuja kumwona Ngozi, maana mara ya mwisho wa kuachana vizuri. Basi unaambiwa Mr. Mnamdi alimwakia sana yani Saka, anamwambia kuwa hivi una akili wewe, unamwona Jason hapa, leo ni siku yako muhimu, wacha Mr. Mnamdi amwakie Saka. Akaanza kumlaumu kwa maneno mengi sana. Basi Saka akaona ni kama dharau, wacha aondoke. Sema ukweli, ni kitu gani ambacho umemfanya mwanangu? Mi nadhani sina muda kuendelea kukusikiliza, wacha niende nikaangalie game. Kweli bana, muda wa game ukawa umefika, lakini mshikaji hajatokea. Jina lake lipo Sabu, lakini yeye mwenyewe hayupo. Mapema sana Jason akawa ameweka goli la kwanza, kwa hiyo anaiweka mbele sasa Interlagos. Huku ndani watu wamepagawa wanaendelea kumtafuta Saka. Sasa huku uwanjani washikaji wakawa wamepata penalti bana, na mfungaji wao ni yule yule ambaye amefunga goli la kwanza, Jason Opara. Na hili lijamaa kwake kukosa ilikuwa ni mwiko. Ndani ya dakika 43 tu kipindi cha kwanza anaongoza goli 2. Tunatupa huku mjini Buza. Sasa tunamwona bi mkuu amekuja kukagua kaburi la mume wake. Kwa kuwa Dingi naye alikuwa mchezaji, akamwashia redio kumsikilizisha mjukuu wake anavyokiwasha huku uwanjani. Sasa ile kusikiliza vizuri, mtangazaji anasema kuwa Raymond anaongozwa magoli 2 kutokana na kumkosa striker wao Saka. Ikambidi bi mkubwa avute simu ili ampigie Tinuki amuulize imekuwaje tena. Mara akaingia Saka, wewe unafanya nini huku? Kumbe unanifuatilia na haujagi uwanjani kunisapoti. Kwa nini? Nimefanya hivi leo ili nimuenzi marehemu babu yako, na nafikiri hata yeye angefurahi sana kusikia jina la mjukuu wake linafanya vizuri sana leo. Hivi kwani umesahau ni jinsi gani alivyokuwa na kusapoti siku za mechi muhimu kama hivi? Sasa hapa wakati wanaendelea kuongea, akaingia Tinuke akamwambia kuwa gemu ya leo inahitajika sana. Bibi, twende wote basi. Hapana, nyinyi nendeni tu, mimi nitasikiliza hapa na babu yako. Kweli bana, mkuku kafika hadi eneo la tukio. Ngozi na Mr. Tidio alikuwepo akiwa anamsubiria mwana. Sasa mshikaji akawa amevaa na tayari sasa upo uwanjani. Washikaji wakawa wanamshangilia tu yani. Kweli bana, huku Saka ameingia kutokea Sabu. Mashabiki wacha wafurahi yani. Mshikaji alipoingia nafasi ya kwanza tu mwanangu akaweka ubao wa kwanza. Hapa ni dakika ya 80 unaambiwa yani. Sasa kwenye ile goli la pili mshikaji akawa kama mpishi yani akamuasisti mwanae akaweka goli la pili. Hapo mwanangu naambiwa Remo Star goli zinasimama 2-2 dakika 92 yani mtu wangu. Sasa full time goli ni sare na hii mechi natakiwa mmojawapo ndo ashinde. Ikabidi uende katika mikwaju wa penalty mtu wangu. Sasa zilipigwa penalty na penalty ya mwisho ndo anaipiga Saka. Hii penalty akiipata ameipeleka timu yake katika ushindi, akiikosa ni ameshindwa. Kwa hiyo angalia kwa umakini mtu wangu, twende zetu. Mshikaji aliiweka kambani bana na kuifanya Remo Star ni wakuwa mabingwa katika hii michuano. Watu wacha shangilie, yani Mr. TJ na mama yake hawaamini kabisa. Bibie Ngozi pale naye alifika na kumpa ukwaju mwingi sana mshikaji kama pongezi. Sasa mzee alifika na akawaona, kwa sababu alikuwa anapendana, mzee hakuwa na budi kuwaruhusu tu, na Saka ndo anaibuka kwa mchezaji bora kabisa, MVP. Na hata Jason naye alikubali na kusema kwa mshikaji kweli anastahili. Hongera sana kaka. Na mwishoni kabisa Saka alipewa mkataba wa timu kubwa sana Ulaya kwenda kuchezea katika timu ya Inter Milan. Filamu yetu ilikuwa inaitwa When Love Strikers. Bwana, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare video hii ili kujiunga na familia hii kubwa. Asante sana, hadi muda ujao. Ulikuwa na mimi Alman OG. Bye.